unapenda muonekano wako wa sasa? Siupendi. Lakini ndio muonekano ambao niko nao, kwa sababu mtu mwingine anakuambia umebadilika, umerudi kwenye sasa hivi ndio umerudi ulivyokuwa. Unawaza mimi nilikuaje wewe? Sio unielewa. Lakini nataka nifanye mpango, nianze mazoezi. Nataka siupendi mwili unanitesa. Unakutesa kwenye kitu gani? Kwa sababu anasema unajua hiyo ndio miili ya pesa. You're glowing, you're shining. Miili ya pesa. Pesa sasa zenyewe ziko wapi? Unajua pesa kwanza sio mwili wa pesa. Ukiangalia mbona mimi nina pesa, mbona ana kitabu. Kwa hiyo sio mwili wa pesa. Unanitesa kwamba kiafya, kuwema nini, shughuli zingine, saa zingine kufunga viatu, unanitesa. Lakini pia nashukuru Mungu pia kutokana na nikokuwa. Si ndio Millard? Ni kwa kiukweli. Kwa hiyo unaona sawa. Na niko nayo, nashukuru Mungu. Nilikokuwa liko so kuzuri. Yes, so kuzuri. Mimi kuna kipindi nilikuwa mtu akija msanii, kaka mimi naomba CD, kaka mimi namwangalia, naambia wewe shule vipi? Yeye anatamani niambie wewe yani kuna mtu kumwambia wewe natamani nivue mimi nikuvalishe wewe ufiki hata pale baharini, yani hata uvae, yani ufiki. Lakini kuona blaza mimi msiki na kipaji, mimi unaona mtu mimi nisikize kaka, mimi mtu analia, yani unasema man wewe unataka kuingia wapi huku? Huku kuna balaa inaitwa game. Viatu vyake vigumu, wasanii wengi hawajui hilo. Nimekombeeni hapa mfano wa Puff Daddy, P Diddy. Wewe yani utanitajia nani hata hapa Tanzania eti tajiri au na hela au na mafanikio? Nani utaniambia? Kwenye hii game Chidi ulikuwa umesema hela ilikuwa ni ndogo, lakini sisi tunafahamu ulikuwa una majumba, ulikuwa una magari ya kifahari. Yani kwenye mtazamo wa watu ambao tulikuwa na ilikuwa uongo. Lazima tusaidie tufungulie vizuri hapo. Maisha mengi ilikuwa uongo. Maisha ilikuwa uongo aise. Maisha mengi mimi sitaki kusema uongo eti ilikuwa na majumba. Maisha mengi yalikuwa ni ya uongo. Yale magari hayakuwa ilikuwa meusho tu, connection tu. Maisha yalikuwa mengi ya uongo. Nafikiri hata sasa hivi pia maisha mengi ni ya uongo. Alafu vijana hawajui. Hawajui kwamba kwanza hii kazi ni kazi mbaya, unajua. Ni kazi ya kishetani na sipendai kutamka hilo, lakini kazi ya kishetani. Kwa nini? Mbaya sana, mbaya mamangu sana. Si unaimba muziki, unakaa stage, watu wanaimba na wewe. Hakuna mtu anayeamua hivyo, ni jamaa tu. Wewe umeshaelewa ninachoongea? Mimi watu wanazimia, mimi nishafanya show watu wanazimia. Hata juzi nimefanya watu wanalilia, mtu anakuja analia, anafua nguo nini. Sasa ile maana yake unamshika yule na roho. Alafu anatakiwa kushika roho, unajua ni huyu Mungu. Kwa hiyo mbaya inakuadhibu mahali. Kuna mahali inakuadhibu. Ndio maana sisi tunapata sana matatizo mengi watu bila kujua. Na mfano hata magonjwa. Mfano ukisikia Tupac alipigwa risasi, Biggie risasi, Alia blow, Left Eye Bob Marley cancer. Yani sisi huwezi kusikia. Yani naweza kukutajia wasanii wote Whitney Houston drugs, Amy Winehouse drugs. Yani tunakatwa yani pop hivyo. Yani kwa sababu watu vijana wengi hawajui hilo kwamba maisha unayoingia inabidi utekea.